alipokuchagua kama wakili mwaminifu na akakupeleka mahali ambapo yeye ana makusudi napo, na ana kusudi kupitia wewe, anaweza akakutoa nyumbani kwenu akakupeleka kwa huyo mwanaume hapo kuishi. Si hajakupeleka pale tu kwa ajili ya kusudi la kwanza kwenda kuzaa watoto. Kuzaa watoto ni minor case, kwa sababu kuna watu waliokaa kwenye ndoa zaidi ya miaka na bado hawajapata watoto. Sio na kwamba ni walaaniwa, hapana. Kuna Mungu pia ana kusudi lake. Sara anakaa miaka yote kwa mwanaume lakini hapati mtoto. Lakini Sara anasema kwenye hii ndoa sitakimbia, pamoja na masimango yote ya Penina, hapa nitakomaa mpaka saa ya mwisho. Kwa nini? Kuna kusudi ambalo Mungu amelipeleka kwenye nyumba ya Sara pale. Nyumba ya Sara pale kuna kusudi maalum ambayo Mungu anataka kulifanya pale. Ndio maana anachokifanya ni kuutiisha moyo wa Sara kuwa mwaminifu na mwenye hekima wa maisha ya pale, kwa sababu ya kila ambacho Mungu amekikusudia. Sikiliza, kuna wakati Mungu anaweza kukupeleka kwa huyo mwanaume, lengo si wewe kwa ajili ya kwenda kuzaa watoto tu peke yake, no. Anakupeleka pale kwa ajili ya kurekebisha matatizo ya huyo mwanaume. Anakupeleka kwenye hiyo familia kwa ajili ya hiyo familia kupata neema na baraka kupitia wewe. Anakupeleka kwenye hiyo familia, kuna mahali unatakiwa uende ukapaweke sawa. Yaani haujaolewa kwa ajili ya kukaa tu na huyo mume peke yake. Kuna wakati mpaka ndugu za huyo mume watakutegemea wewe ili wajisikie kwenye familia. Kwenye familia kuna mtu ameolewa. Wiki iliyopita nilitoa mfano wakati na ufundisha lisomo kwa mama mmoja yuko hapa ndani. Nikasema huyo mama kwenye familia yake mahali ameolewa, yaani yeye ndo kama baba wa familia, ni steering, ameishikilia ile familia pale. Ikiyumba namna hii anairudisha kati, ikienda namna hii anairudisha kati. Familia imenyoka, inakaa sawa, anajisikia safi. Kwa nini? Hata mama mkwe anakwambia kwa kweli namshukuru huyu mkamwana, yaani kama sio yeye huyu hapa nyumbani hapa na hata hii familia yangu wenda isingekuwa sawa. Ukiona mahali ulipoolewa hawakusengenyi bali wanakushukuru, ujue umetimiza kusudi ambalo Mungu alikupeleka nalo pale. Kama unanielewa, unaweza kumpigia Yesu makofi ya kiwango cha juu sana. Yaani ukiona mawifi hawakusengeni wala mashemeji hawakusengeni, wanachokifanya ni kukushukuru kwa ajili ya kile kitu ulichoenda kukifanya pale. Ni kwa sababu gani? Umetekeleza ule wajibu kama wakili mwaminifu kwenye eneo ambalo Mungu amekuweka. Asifiwe Yesu. Mungu anapokuamini na kuweka mahali, kuna kusudi ambalo ametaka lifanyike kwako. Yesu akatoa ule mfano wa wale jamaa watatu wenye talanta aliyowapatia bwana wake, aliyowapatia talanta. Mtu wa kwanza alimpa talanta ngapi? Talanta 5. Mtu wa pili talanta 2. Mtu wa tatu akapewa talanta 1. Hao watu akaondoka. Anataka kuona hii nafasi aliyowapa na mahali alipowaweka, uaminifu wao kupitia hiyo nafasi ambayo wamepewa. Yule wa kwanza akazalisha ile 5 akawa na 10. Alipokuja bwana wake akamwambia, niliona nilizalisha 5 yako hii hapa, nimepata faida na 5 nyingine. Yule akasema, wewe ni mtumwa mwaminifu, mtumwa mwaminifu. Wa pili hali kadhalika. Anakuja huyu wa tatu kimeo. Huyu wa tatu anasema, sikiza bwana, nilijua unakusanya usipopanda, na nilijua unapenda kuvuna usipopanda, na kusanya usipotawanya. Nikaona niifukie, na tazama iliyo yako ni hii. Iliyo yako ni hii. Sasa nafasi amepewa kama wakili mwaminifu, lakini hekima na ule uaminifu umeshindwa kutumika kwenye nafasi ambayo ilipewa. Kuna wengi mmefukuzwa kazi, na wengi kazi mnaona kama mahali pa kazi ni pamoto, kwa sababu hujapata hekima, hauna hekima ya kuitumika na hiyo nafasi ambayo Mungu amekuamini nayo. Hauna hekima ya kutumika kwenye hiyo nafasi ambayo Mungu amekuamini nayo. Umeenda kwa kazini, kazi yako ni umbea na kuchonganisha wengine.
ni kuwaharibia wengine tu. Umeenda kwenye hiyo familia, kazi yako ni kuchonganisha na kuharibia wengine. Unafanya biashara hapo, unapofanya biashara wewe ndio mtu wa stori wa kuharibia wengine na kuwafanya wengine wasiweze kuinuka zaidi. Wewe ni mtu wa kutawanya, ni mtu wa kuharibu. Mungu alikuamini na amekupeleka kwenye eneo kwa ajili yako na kwa ajili ya wengine, lakini matokeo yako kwa kukosa hekima kwenye eneo ambalo Mungu amekuamini, umejikuta kwamba hata hiyo kazi unayoona ni mzigo. Ukisikia mtu anaanza kusema yani hii kazi siipendi na ichukia, siipendi na ichukia, ujue tayari kuna uzuzu ameshaufanya kwenye eneo la kazi. Kuna shida ambayo ameshafanya kwenye eneo la kazi, kwa sababu mtu mwaminifu, mwenye hekima, Mungu anakupeleka hapo kwa ajili ya kuanza safari. Kwa hiyo kuanzia nini? Safari. Kuna mawazo anayokuanzia mbele, mawazo mema anayokuanzia mbele, anakuandalia kituo cha kwanza cha kujiseti na kuosha ubongo wako na kuweka sawa ufahamu wako, kuweka sawa utimamu wako, ili utakapoenda kwenye another level watu wakuamini zaidi na ukafanya wonders zaidi. Lakini inashindikana kwenye utulivu, na unasema hapana, mimi kazi siwezi. Yaani mimi nitamwambia boss, hii kazi nimechoka, nitaandika barua, hii kazi nimechoka. Kuna wakati mwingine unapotishia kuandika barua na kadiploma, kuna watu na masters wametulia. Yaani wewe unatishia kuacha kazi na hapo ka certificate kako